Assalamu alaikum. Shahibu kakaangu, haya za huko vipi familia? Tunamshukuru Mungu, sisi hatujambo wote, pamoja na watoto wako, shemeji yako hawajambo. Kaka, happy birthday. Bado? Kweli kaka. Happy birthday, ugomvi bado uko pale pale. Kwa sababu kaka, nilikwambia mimi mkitaka mimi niache happy birthday, munilipe mzigo wangu. Kaka. Kaka wewe, tangu nilivyokuambia mpaka sasa haujanipa jibu lolote. Si wewe si shemeji yako, na ndio maana mimi nachechamaa tena, naitaka happy birthday irudie tena pale pale. Kaka, kwa hiyo ndio hivyo kaka. Haya kaka, baadaye basi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam mume wangu. Kwema? Kwema. Ulikuwa unaongea na nani? Nilikuwa naongea na kaka. Habari gani ulikuwa unaongea? Habari ile leo uliyomwambia wewe kuhusu masuala ya happy birthday. Kwa hiyo ndo kakupigia simu? Kanipigia simu. Kwa hiyo? Wala kawaje, mimi happy birthday lazima ifanyike. Iko pale pale? Wewe unaelewa kweli kabisa? Timamu. Naelewa. Mimi msimamo wangu, ninachotaka munilipe mzigo wangu au happy birthday ifanyike. Mzigo wa nini? Pesa yangu. Sasa nisikilize. Birthday haifanyiki. Yaani hapa happy birthday lazima ifanyike. Haiwezekani. Birthday chanzo cha ugomvi ndani ya nyumba. Mama, hii birthday yangu kwa siri mpaka sasa hivi. Mwanangu usijali, nitakufanyia happy birthday. Happy birthday ipo kama kawaida na nitakufanyia mwanangu. Mimi si ndo mama yako Basi nitakufanyia mwanangu. Mama, Uvaifa kafanyia birthday na mama yake. Mimi nifanyie basi. Mwanangu usijali, happy birthday nimekwambia nitakufanyia, na nimekwambia happy birthday ipo pale pale mwanangu, nitakufanyia happy birthday. Mama, hujanifanyia birthday nitajisikia vibaya sana. Mwanangu usijali, happy birthday itafanyika, japokuwa baba yako hataki, lakini mimi mwanangu nitakufanyia kama kawaida mwanangu. Ifanyike ila mkeka chacha maana takaradhe. Za siku nyingi. Safi rafiki yangu, upo? Nipo bwana. Kimya, umepotea. Potea nilipo mkoani. Ulikuwa na shughuli gani huko shawa? Nilipo maisha kawaida, nilipo Mtwara. Tena Mtwara nyenye kijijini, Lienje huko. Lienje na pasta huko. Lienje huko. Ila rafiki yangu, nimekuja Dar es Salaam hii na mtaji wangu mdogo, makusudi nataka nianze biashara ya kulima mpunga na kuboa nauza. Vipi kwenu Rufiji kuhusu mpunga, vipi naweza nikapata? Shehe wangu huko mpunga ni upo. Sana sana mwaka huu mvua hizi zimenyesha nyingi, mpunga ni upo, umepatikana kweli. Ndio. Kwa hiyo sasa sijajua umejipangaje shehe wangu. Mtaji wangu wa kawaida mdogo na ndio maana nikaanza, nataka nifanye biashara hiyo kwa ukaribu. Nifakara siwezi kuwa na nafasi nako, na hela 75,000 tu. 75,000? Shehe wangu 75,000 huo ni mtaji ni mdogo. Isipokuwa nilikuwa nataka nikushauri jambo moja. Ndio. Kama inawezekana basi bora tu ufungue genge shehe wangu. Sawa. Lakini shehe wangu umekuja wakati mwafaka kabisa. Ndio. Maana hali yangu si hali, tokea asubuhi sijapata riziki yoyote shehe wangu. Ndio. Kwa hiyo kama una chochote hapo shehe wangu
basi nitunuku kwa leo nipate riziki shehe wangu. Hata kama ni mtaji mdogo tukose kusaidiana. Mimi rafiki yangu kwa muda mrefu. Vipi mantilie vipi inapatikana hapo bondeni tu hapo kwa mama zetu? Hamna tatizo, tuko pamoja penzi zetu. Poa shehe wangu, ndio nakufaliaga hapo tu shehe wangu. Asante mwana. Karibu chukani. Niambie. Shoga yangu nimekuja mwenzangu, ngoja nikupe ubuyu. Niambie. Kuhusu huyo mume wangu. Kuhusu happy birthday. Shoga yangu kimenuka, mume wangu hataki habadani. Hapo changamoto. Kwa hiyo hapo una maamuzi gani shoga yangu mpaka sasa hivi? Yaani hata sielewi, na hizi limwezio ananidai hatari. Basi tufanye jambo moja. Basi shughuli ije kufanyia hapa kwangu. Umeona shoga yangu uje ufanye shughuli kwangu ile jambo ili mimi nikupe mzigo wako, nitokane na hizo lawama. Kweli shoga yangu. Au wewe unaonaje? Hivyo shoga yangu, hapo umefanya lamana kweli. Yeye mmeo anataka tuache nayo mambo ya kizamani. Mambo ya kizamani ya nini sasa? Asituetee hapa mambo ya kizamani. Hapa shughuli lazima ifanyike. Mimi nikuletee vitu vyako, nitokane na hilo zahama, niangalie mambo mengine. Si umeelewa? Hapa shughuli ifanyike. Hapo utakaa kama kesho au saa ngapi tuje tupange shughuli basi. Maana asituetee tena habari zake za kizezee. Hamna habari za kizezee hapa. Basi haya shoga yangu, manake Yiziri jana mpaka kaniambiaje mama mwenzangu Uzaifa kafanyiwa happy birthday. Mimi mbona hutaki kunifanyia happy birthday? Nitajisikia vibaya sana kama hujafanya happy birthday. Yaani acha tu. Anatuletea mambo yake ya kizamani kabisa. Mara happy birthday, sijui usiani, ni happy birthday, hapo katika dini, eti anataka tufanye hakika. Hiyo dini wangapi wanafanya dini zao na watu tunawaona mashughulini. Wana majuba anaweka hapo na shughuli inafanyika. Sembusesie. Dini hiyo na hiyo dini kwanza imetoka wapi? Hiyo dini imekuja sasa hivi. Hebu tuachege bwana, tuongozane. Mimi nataka niende gengeni tuongozane. Tuongozane shoga yangu. Haya poa. Hapa na wapi mwenzetu? Mguu ulikuwa wako. Haya kunani? Shoga yangu na shughuli. Haya kijola kiko wapi na shilingi ngapi? Kijola shoga yangu kipo shilingi 10,000. Shilingi 10,000? Mbona umekabei rahisi na wewe? Haya tutachukuaga hivyo mwenyewe ndio shaamua. Shughuli ipo tarehe ngapi kwanza? Kwanza nilikuwa naomba mwenzangu niazime hela. Kwa hela tu. Shoga yangu hapo nimetoka kupokea makoto yangu sasa hivi langu ya mchezo. Kuhusu hela tu imeisha. Niambie tarehe ngapi? Lakini mume wangu hataki. Hataki? Anaanzaje ukata shughuli? Acha. Shoga yangu nilipokuwa na shughuli yangu uliniletea maokoto. Haya maokoto yako nakuletea vipi kama wako hataki? Aende zake bwana huko. Shughuli itafanyika, shughuli tunayo na tunatamba naye. Umeona? Chana nayo. Kama unaenda kwa zima hela, shoga yangu tuondoke nikakutondoke shoga yangu. Salama vipi hali? Salama kwema. Kwema niambie. Hivi shemeji nikuulize swali. Unachokataza wewe tusifanye birthday yule mkeo unamkataza usifanye birthday kisa nini? Sababu nini? Mbona unaita mambo ya kishamba wewe mzee? Mbona tunatia mambo ya kishamba sisi? Yule katoa vitu vingi vya watu kwa watu. Kwa hiyo kama katoa vitu inabidi arudishie. Si umeelewa?
Kwa hiyo sasa wewe unamkataza hamna birthday. Sasa birthday itafanyika. Kwa vyovyote itafanyika. Kumbe mimi nilikuwa namtafuta nani anayeharibu ndoa yangu. Kumbe ni wewe. Mpaka wewe uje kunipangia mimi habari ya birthday, uniuliza habari ya birthday. Wewe ni mke umeoa wewe? Ndio tuelewani. Sababu ni wewe. Nyinyi ndio watu mnayeharibu maisha ya watu katika ndoa zao kutoka mjini. Ni kumbe ndio nyinyi. Katika dini yetu Uislamu, masuala hayo ya birthday hakuna. Sawa? Inakatazwa kabisa habari ya birthday hakuna, haipo. Sasa maisha yangu mimi unipangie wewe. Sio maisha yako wewe upangiwe wewe. Yule ametunza watu kibao, ametupa watu kibao. Haya basi hivyo vitu alivyotoa, basi mrudishie wewe. Mrudishie utugomboe nasie. Kwani hiyo dini wewe imeanza lini? Nyinyi ndio wanawake mnaharibu ndoa za watu mjini hapa, ndio nyinyi. Si ndio? Yaani habari ya mke wangu mimi unakuja kuniambia wewe habari kama sisi basi. Wewe utajua mwenyewe na mke wako. Nitakufuata huko huko. Kine bwana. Birthday chanzo cha ugomvi ndani ya nyumba. Birthday chanzo cha ugomvi ndani ya nyumba. Baba hataki birthday ifanyike ila mke kachachama anataka birthday. Birthday, oh, birthday. Ifanyike ila mke kachachama anataka birthday. Karibu chai mume wangu. Asante. Mume wangu leo alikuja jirani kunitaarifu shughuli. Jirani? Jirani wa kule nyuma kule. Shughuli ya nini? Shughuli ya ndoa. Wewe mtu anaoa au anaolewa? Anaozesha. Sare kijola shilingi 10,000 mume wangu. Birthday chanzo cha ugomvi ndani ya nyumba. Birthday chanzo cha ugomvi ndani ya nyumba. Baba hataki birthday ifanyike ila mke kachachama anataka birthday. Birthday.